Kwa jina anaitwa Chindole Donatus Melchior. Ni mzaliwa wa kijiji cha Stesheni, wilaya ya Nachingwea, mkoa wa Lindi. Baba yangu na mama yangu wamefariki miaka 12 iliyopita katika kijiji hicho. Kwa sasa nimekuwa mkazi wa Yombo Dovya iliyopo wilaya ya Temeke, mkoa wa Dar es Salaam. Safari yangu hii ilinileta kwa ajili ya kutafuta maisha. Halo. Halo. Sasa usichelewe. Mimi nimeshafika hapa stendi hapa, Temeke mwisho. Ila idani niliopewa na tofauti kidogo na ile ya mwanzo ile. Sawa, nakuja sasa hivi. Tunaanza kupanda na kichwani. Kwa sababu wewe unajua kabisa matatizo yangu mimi. Sasa wewe sio kitu kidogo tu unanionekana mimi unanikaripia kwenye kwa sababu ya hii sehemu yako ndogo hii. Kisehemu hiki kidogo nataka kunifanyia mimi mpaka nikupoteza kitu cha thamani. Kweli? Kweli? Wewe una utu wewe? Wewe una binadamu wewe? Unamfukia boss? Wewe unaweza kumfukia boss? Moto manyonyo yenye ndevu. Sio nimeota manyonyo yenye ndevu. Hichi ulichokifanya sio sahihi kwangu. Mimi umenikosea. Umenikosea sana mimi. Wewe unaweza kunifokea? Jamani, kama unataka unafanya lolote kwa sababu unajua thamani ya kitu. Unajua kweli? Foreman, boss huyu. Foreman. Baba. Why? Hela yangu, kampuni yangu, kiwanda changu, mfanyakazi wangu, mshahara wangu. Alafu unakuja unanikunja kwenye mwili wangu. Hey! Mimi na makosa? Hauna makosa bosi. How did he did it? Jagul. Oya.
Toa nje huyu. Ananifanya mpaka naongea Viingereza vyangu vya kuzungumza na mawaziri. Toa nje huyu takataka. Wewe nisikuone hapa. Nimtoe kwa nguvu au taratibu? Tumia nguvu. Toa nje huyo. Sasa kosa langu liko wapi hapo Migarasa? Wakati mtu anafahamu kabisa matatizo yangu. Haya leo mimi ananifukuza, mimi naenda wapi sasa? Mimi naenda wapi? Unajua nikwambie kitu kimoja, sawa? Kuna vitu vingine sio mpaka ulie. Bosi wetu tunamjua. Ni mtu mmoja wa kulupuka. Kuna muda mwingine anashindwa kujua maamuzi yake anayotoa ni sahihi au sio sahihi. Unanielewa? Halafu yule bosi ni kama mwezi tu. Unaelewa bwana? Unapozama na kufunguka. Sasa wenda leo mwezi wake ni mchanga. Ukiingia ndani kesho atakaa sawa. Sawa. Lakini hajui kile alichokimwaga kina thamani kiasi gani kwangu. Ila leti kama angelijua hilo, asingefanya. Mimi naweza nikakijua thamani yake. Na wewe unaweza ukakijua thamani yake. Yeye sasa thamani anaijua. Usipende kulia kama mtoto. Unajikaza mwanaume, unavumilia, tunakaa nalo, tunakaa pembeni, tunalisevu. Sasa hivi kulia akumalizi matatizo. Tunachotakiwa kukifanya tukomae na hili tatizo. Alafu nikwambie kitu kimoja. Mtoto wa kiume lazima uwe na kifua. Na tunapozungumza kifua sio kifua cha tongwa. Labda tunazungumzia hapa kifua cha Sholobwenzi. Sawa bwana? Au cha kisiesie, kitolondo, hapana. Ninapozungumza kifua ni kifua cha mwanaume kinachohimili matatizo. Majabali makubwa. Unaelewa? Mishindo mikubwa ya matatizo. Inabidi mtoto wa kiume uwe strong. Si unanielewa? Umaridadi. Kwa Kiswahili ni umaridadi. Lazima uwe nayo hiyo. Sasa ukiwa unalialia muda wote unalialia, tunaenda pabaya. Nitakiwa tulifuatilia hili swala, nitaongea na bosi mimi liishe, wewe urudi kazini. Au unasemaje? Sawa, mimi nimekuelewa. Kwa hiyo ninaelekea kazini. Unatakiwa mtoto wa kiume unakaza. Kaza sawa ndugu yangu? Sawa. Mimi naenda kulipambania. Kaza. Hivi vyote nani kakupatia? Ni dada Hamida. Kwenda kuniambia Hamida amefika tena hapa? Alikuja. Kaka, karibu. Asante. Vipi? Mbona kama haupo sawa? Hapana, niko sawa. Shemeji. Shem lake. Vipi shem? Shemeji wapi bwana, ushemeji yenyewe hujakamilika. Wewe utimie mpaka muingie chumbani. Unajua ninavyojitahidi kwa rafiki yako, lakini wala haonyeshi ushirikiano na mimi. Shemeji, unajua ni kitu kimoja, sawa, labda usipokelewa. Hai mambo ni kama timu ya mpira. Inachukua wachezaji, inamtafuta kocha inawatizi twizi kidogo, si na please kidogo inawatengeneza mpaka wanapata maelewano. Unanielewa? Ndio anaingia kwenye makombe. Kwa hiyo usijali. Hapo sina kipingamizi na wewe. Na labda nikwambie kitu kimoja. Unajua hivi vitu vikosi wapiga pande. Tunaitwaga vitololi. Wapeleka majani. Mimi niko tayari kujitoa kwenye swala hili shemeji. Nitakutengenezea mazingira kwa sababu mimi rafiki yangu ananisikiliza. Mimi nitahakikisha na kutengenezea mazingira mpaka yanakuwa open. Si unanielewa? Hebu acha mimi niwae mzigoni bwana. Sawa? Sasa shemeji. Bwana shemeji bwana unazingua. Mimi leo niko makavu. Shemeji hata jelo. Shemeji hata 200 tungachukue viandazi vile ni manganue nitafune. Shem. Shemeji nayo hiyo huna?
Ole 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 ole. Ole ole. Ole 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 ole. Ujambo. Marhaba vipi? Nitaka kaka kwani kaka vipi? Ole. Kamfuga ng'ombe? Bwana manyaunyau mazingzong. Najitetea uzee na maguo yenu. Mtu ensamboi njoo. Njoo kwenye hapa. Hapa. Sasa nilikuwa nakwambia kitu kimoja ndugu yangu. Tunaleta hapa. Kule nimeshaongea na bosi, unajua mimi pale bwana mimi ndo foreman. Kwa hiyo nimeongea naye, kasema fresh, turudi kazini. Wewe uje kazini sasa kesho asubuhi. Unajua usitake niamini kwamba eti kwa ule mtiti ambao umetokea leo kirahisi tu niambie eti nirudi kazini. Kweli? Nisikize nikwambia kitu kimoja, sawa bwana? Kwa hiyo mimi uniamini. Mimi nilikwambia kabisa, hakuna mkate mgumu mbele ya chai, tena ya maziwa. Uniamini wakati mimi naongea naye kwamba mimi niko pale foreman. Maana kesho wewe asubuhi uko pale. Kabla hata maboksi tu hajatua chini. Galasa. Yaani mimi nisichokipenda kwamba usije ukanipa uhakika mimi kwamba niende kule, ushaongea na bosi, kila kitu kimekaa sawa, alafu mwisho wa siku tunakuja kudhalilishana kama ilivyotokea leo. Hakuna kaka. Wewe nisikilize mimi. Umeona bwana? Mimi nimekaa naye, nimeongea naye vizuri, akaniambia basi poa, sawa kesho asubuhi aje. Sijui umeelewa? Yule bosi tunamjua ndio mzurungi mambo yake mengi. Lakini nishaongea naye. Wewe njoo kesho asubuhi. Cha kufanya yani. Wewe kesho mapema, mswaki uje kupigia pale. Au unasemaje? Kwa ndio kuniambia kila kitu kiko sawa. Kiko sawa. Beba na mikate yako au beba na vitumbua viwili au kama miogo, njoo tutafune pale mwanangu. Fanya hivi mwanangu, sisi ndio nakukubali. Sisi nguvu kazi, nataka tupate kazi. Usione tabu kupata kazi. Usiache kazi kufuata kazi. Au sio bwana? Tufanye kazi bwana.